Hizi ndio haki zako za msingi wewe kama Mtanzania, na kwa mujibu wa katiba unastahili kupata haki hizi zote. Ingalikuwa watu wengi tumekuwa tukinyimwa ama kupoteza hizi haki zetu za msingi, aidha kwa sababu ya kutokufahamu ama kwa sababu ya utemi wa viongozi wanaodhani na kuhisi wako juu ya katiba. Kabla tujaendelea, naomba ufahamu ya kwamba vifungu ninavyovizungumza vinatoka kwenye katiba inayotumika sasa hivi. Inaweza ikawa ilifanyiwa marekebisho mawili matatu, lakini vifungu ninavyovizungumzia bado viko. Kwa mujibu wa katiba ya Tanzania mwaka 1977 idara ya 14, katiba imeweka wazi ya kwamba kila Mtanzania ana haki ya msingi ya kuishi. Haijalishi ni Mkulia, Mgogo, mweusi, mrefu, mfupi, haijalishi ni mwizi, ni jambazi, ana haki ya kuishi. Kama sheria hiyo hiyo haijamhukumu kifo, ana haki ya kuishi. Lakini je, serikali yetu inazingatia hii haki yetu ya msingi ya kuishi? Jibu linabaki kwako. Ibara ya 12 na 13 katiba inakuonyesha wazi ya kwamba wewe kama Mtanzania una haki ya msingi ya usawa. Wewe na yule bosi wako ni sawa mbele ya sheria. Wewe na kiongozi wako ni sawa mbele ya sheria. Wewe na mbunge, si rais, si na, ni sawa mbele ya sheria. Haijalishi rangi zenu, haijalishi makabila yenu, nyote ni sawa na hakuna mtu anatakiwa ambague mwingine kibinadamu wala kisheria. Kama mbunge amekamatwa pale kwa kosa la kukimbia, apewe haki yake. Awajibike kama ambavyo wanawajibika raia wengine. Lakini tunaelewa kwenye nchi yetu ya Tanzania kuna ambao wakikamatwa sehemu fulani fulani kwa sababu wana majina fulani fulani wanapata privilege. Tunaelewa kuna mtu anaweza akaja hospitali akakukuta kwenye foleni na akapitishwa kwa sababu ni mtoto wa fulani ama ni fulani, na hicho kitu kinaenda kinyume na hii ibara ya usawa. Haki yako ya tatu ya msingi wewe kama Mtanzania kwa mujibu wa katiba ya nchi ni haki ya uhuru wa mawazo na maoni. Hii inapatikana kwenye ibara ya 18. Hapa ndiko serikali iliamua kupafinya na kutupokonya kabisa, kwa sababu hakuna mtu mwenye uhuru wa mawazo wala maoni. Ukijaribu kukosoa serikali, ukijaribu kuongea kitu ambacho unaona hakiko sawa na kinatakiwa ukae sawa, tunajua ambacho kitakukuta, utatekwa na utapotezwa. Kwa hiyo hii ndiyo sehemu ambayo watu wengi sana tumenyimwa haki kwenye nchi ya Tanzania, na tunahitaji mabadiliko kwenye hii sekta. Haki yako ya msingi namba 4 wewe kama Mtanzania ni haki ya uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuchagua dini ukaenda ukaabudu. Hii inapatikana kwenye ibara ya 19 kwenye katiba ya Tanzania, na hapa tunajua mnaga shida kwenye nchi yetu bwana, watu wako huru kuabudu na kuchagua dini zao. Haki yako namba 5 ya msingi wewe kama Mtanzania kwenye ibara ya 20 katika katiba ya nchi imeweka wazi ya kwamba kila Mtanzania ana haki ya kukusanyika na kushirikiana na wengine, na hii inazungumzia kwenye swala la maandamano. Mna haki ya kuruhusiwa kuandamana. Kwenye swala la kuandaa mikutano ya Injili, mikutano sio ya vyama na vitu vya namna hiyo, kuna hiyo haki yako ya msingi. Lakini tunajua kwenye nchi yetu wababe wakisema hapana ni hapana, hata kama ni haki zetu. Kwenye ibara ya 21 hapa utakutana na haki yako ya msingi namba 6 ambayo inasema una haki ya kushiriki uongozi. Hapa nikimaanisha una haki ya kupiga kura na kuchagua kiongozi unayemtaka, lakini vile vile una haki wewe kama mwananchi kuchaguliwa kuwa kiongozi. Lakini pia kwenye ibara ya 22 hapa utakutana na haki yako ya msingi namba 7 ambayo inasema una haki ya kufanya kazi na kujiingizia kipato chako halali wewe kama Mtanzania. Kwenye ibara ya 11 utakutana na haki yako ya msingi namba 8 ambayo inasema wewe kama Mtanzania una haki ya kupata elimu, una haki ya kusoma. Ingawa tunaelewa kwenye nchi yetu bwana, hakuna elimu bora, kuna bora elimu, na viongozi wetu hawana time. Haki yako ya msingi namba 9 hii utaipata kwenye ibara ya 13 kifungu cha 6, na inaweka wazi ikisema ya kwamba una haki ya kusikilizwa na kutendewa haki. Ni haki yako
kusikilizwa popote pale, iwe kituo cha polisi, iwe sijui kwa mkuu wa mkoa, kwa yoyote yule, una haki ya kusikilizwa na kutendewa haki. Lakini hiki kitu hakipo. Ibara ya 16 hapa utakutana na haki yako ya msingi namba 10 na ya mwisho kwa siku ya leo, ambayo inaweka wazi na kusema una haki ya ufaragha, una haki ya privacy. Watu ama yoyote yule anatakiwa kuzingatia ufaragha wako na uprivacy wako. Nawapenda sana, naitwa Mkiza Soul. Endelea kujifunza kwenye episodes zijazo ambazo nataka kuzungumzia ni nani ana wajibu wa kuhakikisha wewe kama Mtanzania unapata haki zako za msingi. Peace.